Hapo zamani za kale alikuwepo mbu na mwanae. Mama alikuwa na kawaida ya kumtuma mwanawe sokoni. Mtoto wakati akipita kwenda sokoni alisikia makofi yakipigwa mara kwa mara kila anapokatiza. Siku moja akaamua kumwambia mama yake, akamwambia, mama, watu wananipenda. Kila anapokatiza nasikia makofi. Kila anapopita nasikia makofi, napigiwa makofi. Mama yake akamwambia, mwanangu, hawakupendi. Hayo makofi yamekukosa, yalitaka kukuua. Yale makofi yangekupata mwanangu, ungekuwa umeshakufa tayari, na kukuzika tumekuzika. Story inatufundisha nini? Kwenye neno la Mungu la Mithali 19 mlango ule wa 21, neno la Mungu linasema kwamba mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini kusudi la Bwana ndilo litakalosimama. Moyo wa mtu ni kichaka. Moyo wa mtu una mengi. Neno la Mungu linasema na wewe, linakuambia kuna hila nyingi moyoni mwa mtu. Kuna hila nyingi chuki. Kuna hila nyingi unafiki. Kuna hila nyingi hawakutaki. Kuna hila nyingi zimejificha ndani ya moyo wa mtu. Lakini neno la Mungu kwa aliyeamua kumtegemea Mungu linakuambia kwamba shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Nami nasema ya kwamba shauri la Bwana ndilo litakalosimama kwenye maisha yako. Ondoa macho yako kwa wanadamu. Iko mitego mingi, iko hila mingi ya wanadamu. Pengine kuna mauti, lakini ukiamua kusimama na Mungu, wanaposema, wewe sema kwamba shauri la Bwana ndilo litakalosimama kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya vizazi vyangu, kwenye maisha ya kila ninalogusa, kwenye kila hatua ya maisha yangu. Tangaza katika ulimwengu wa roho, tangaza katika ulimwengu wa mwili ya kwamba ni lazima shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Haijalishi wananionaje, haijalishi wananichukuliaje, isikusumbue. Sema shauri la Bwana ndilo litakalosimama, na mapenzi ya Bwana ndio yatakayosimama kwenye maisha yangu. Na Mungu wa mbinguni akusaidie kupangua mashauri ya wanadamu, kupangua mashauri ya mauti katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu tumepewa na mamlaka, na Mungu amesema ya kwamba yuko upande wetu. Ni lazima shauri la Bwana ndilo litakalosimama kwenye maisha yetu siku zote za maisha yetu. Amen.